Mimi kwa majina naitwa Gulam Deuji, ni meya mstaafu wa Manispaa ya Tabora. Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa waandishi wa habari kufika ili tujadili na kuongea mambo mazuri yaliyofanyika chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wetu kipenzi Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mimi binafsi nikiri, mimi nilishakuwa kiongozi hapa wa ngazi za chama mkoa, lakini na meya. Nikiri kabisa chini ya uongozi wake kwa kipindi hiki cha miaka 4 mambo mengi sana yamefanyika kwenye mkoa wetu wa Tabora. Ukitembea maeneo yote ya mkoa wa Tabora utakuta kuna miradi mikubwa sana maendeleo yamefanyika. Pamoja na kuwa nilipumzika, lakini nimetembea sehemu nyingi. Nimeenda Kaliwa, nimekuta kuna shule moja imejengwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Shule ya sekondari ya wasichana, Batrida Buriani Secondary School. Ni shule ya mfano. Ukifika pale unaweza ukasema hauko Tabora. Ni shule imejengwa kwa viwango vikubwa, lakini vile vile imestiri watoto wetu wa kike ambao waliokosa nafasi ya kwenda kujiunga na shule za sekondari, lakini vile vile ni chanzo kizuri cha vijana wetu wa kike kupata masomo bila ubaguzi. Kwa hiyo shule ile ni nzuri sana na imetusaidia kwenye mkoa wa Tabora kuhakikisha kwamba watoto wa kike wote wanapata nafasi ya kusoma. Lakini lingine kubwa nimeangalia kwenye vituo vya afya na hospitali za wilaya. Pale Kaliwa kuna hospitali imejengwa kubwa, hapa Manispaa ya Tabora imejengwa kubwa na vifaa vya kisasa kabisa vimekuja. Lakini ukitembea kila tarafa kuna kituo cha afya sasa hivi ambacho kina support zahanati zote za kutoka kwenye kata. Kwa hiyo uboreshaji wa huduma za afya umechangia kiasi kubwa sana kupunguza vifo vya kizembe ambavyo watu walikuwa wanakosa huduma ya afya. Kwa hiyo tunaendelea kumshukuru kwa mkoa wetu wa Tabora kwa kazi kubwa aliyofanya kwenye upande wa afya na elimu. Tunaendelea kumshukuru kwa miundombinu. Miundombinu sasa hivi Tabora inaingilika kila sehemu. Yaani hapa ni hub. Tuna barabara karibu 6. Tuna barabara ya Kigoma, tuna barabara ya Mwanza, tuna barabara ya Dodoma, tuna barabara ya Mbeya, tuna barabara ya Mpanda, na sasa hivi kwenye upembuzi ya kinifu nadhani kuna barabara ya Tabora Bukene kwenda Kahama. Lakini vile vile tunashukuru kwa miradi mikubwa ya kitaifa ambayo bomba la mafuta linapita kwenye mkoa wetu. Limesaidia kupatikana kwa ajira ya vijana wetu ambao walikuwa hawana ajira, wamepata. Lakini hata wajasiriamali wadogo wadogo wamepata kwa sababu wanauza mahitaji yao kwenye kambi ya wakandarasi wa bomba la mafuta ambalo linatoka Uganda mpaka Tanga. Lakini lingine ni kwamba kwa manispaa tu ya Tabora hapa tumepata vitu vingi. Kwa mfano sasa hivi tuna ujenzi wa barabara kiwango kikubwa kabisa cha kimataifa ambazo zitajengwa kwenye manispaa yetu ya Tabora, lakini vile vile soko la kisasa na stendi ya kisasa ambayo itakuwa ni stendi itakuwa na hadhi ya kuunganisha mikoa 6 kwa pamoja na nafasi ikabaki vile vile. Kwa hiyo sisi tunaendelea kumshukuru sana kwa uongozi wake na kwa kuiona Tabora. Lakini tunaona uboreshaji hata wa shule kongwe za zamani. Kwa mfano Kazima, Mirambo, Tabora Boys na Tabora Girls. Mimi binafsi nilifika kule katika matembezi yangu. Nimeona shule ambazo zilikuwa hazina uzio, zilikuwa hazina stara kwa wanafunzi wetu, lakini sasa hivi zina uzio na wameboreshewa mabweni, lakini hata chakula kinapatikana kwa wakati. Kwa hiyo vijana wetu wanasoma na wanajua kabisa kwamba serikali iko na wao. Lakini tuna ujenzi mkubwa sana wa chuo kikuu Tabora cha Mwalimu Nyerere kinachojengwa Manoleo. Juzi nilipita pale Manoleo nimekuta contractor kaisha kabidhiwa site. Kwa hiyo hakika kabisa vijana wetu watapata tena masomo ya chuo kikuu karibu na mkoa wao, lakini na watu wa mikoa jirani watakuja kusoma hapa. Kwa hiyo mimi binafsi nimeona kabisa kwamba maendeleo yaliyofanyika ni makubwa. Hatuna haja ya kupepesa macho kwa kuhakikisha kwamba mwezi wa 10 hatuna chaguo lingine zaidi ya kwake, ili tuendelee kufaidi matunda ya uhuru pamoja. Na yeye hii kitu hajafanya kwa mkoa wa Tabora. Mimi ni msafiri wa kila sehemu. Kila sehemu ukienda unakuta mambo yamefanyika. Nilikuwa natoka Tabora kwenda Kigoma, nimekuta mashule ya sekondari mapya yamejengwa barabarani. Nilikuwa natoka Tabora kwenda Arusha, nimekuta barabara yote safi na mashule mapya yanajengwa barabarani ya sekondari, lakini na vituo vya afya. Kwa hiyo binafsi mimi ninaamini kabisa uwezo wanao, lakini nia ya kuwatumikia Watanzania
iko ndani ya moyo wake, sio kwamba anafanya na nia ya dhati ya kuhakikisha kwamba Watanzania tunatoka hapa tulipo tunafika kwenye malengo ambayo tunataka kuyafikia. Nimesema hayo kwa uchache kwa sababu mambo ni mengi sana. Ningeanza kusema toka asubuhi mpaka jioni kwa sababu nimetembea sana na nimeona mambo mazuri yaliyofanyika. Kwa ndugu mwandishi, kwa kifupi nimeona niyaseme haya, lakini kikubwa tuendelee kuiunga mkono serikali ya Chama cha Mapinduzi, na niwasihi ndugu zangu ambao wanataka kufanya vurugu kwenye nchi. Nchi hii tumelelewa kwa amani na tumekuwa kwa amani na tunafika mpaka sasa hivi. Amani na utulivu ndio nguzo na muunganiko wetu wa Tanzania. Kwa hiyo tuwapuuze watu ambao wana nia mbaya kuhakikisha kwamba tunataka kuvuruga amani. Tuendelee kumuunga mkono rais wetu, ana mapenzi na Watanzania, ana mapenzi ya dhati na hao wengine wenye vyama vya upinzani kwa kuanzisha 4R ili kusudi tu nchi itawalike kwa amani na demokrasia ifanye kazi vizuri. Kubwa kwa wananchi ni tunaendea kwenye mkoa wetu wa Tabora. Ni kwamba mkoa wa Tabora ni mkoa wa kimkakati wa zao la tumbaku. Kwa maboresho yaliyofanyika kwenye sekta ya Wizara ya Kilimo chini ya Mheshimiwa Hussein Mohamed Bashe, Waziri wa Kilimo, Tabora sasa hivi tuna dhahabu yetu ambao ni tumbaku. Tumbaku mwaka huu itapatikana kwa wingi, lakini ukiangalia hata nyuso za wakulima zina furaha kwa sababu ni uchumi wa moja kwa moja umeenda kwa mkulima. Tofauti na hapo awali walikuwa wanadanganywa na makampuni, lakini wanalanguliwa na watu, hawafiki kwenye mahitaji yao. Lakini mwaka huu udhibiti wa serikali chini ya Wizara ya Kilimo ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Hussein Bashe, lakini chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Rais, Tabora inaenda kubadilika kwenye swala la kilimo cha tumbaku. Lakini mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Sisi kwa upande wa Chama cha Mapinduzi tuna utaratibu wetu. Ninachoomba, Chama cha Mapinduzi ni chama kikubwa sana, kina maono, lakini Chama cha Mapinduzi kina masikio na macho. Kihakikishe kinatenda haki katika uteuzi wa nafasi za ugombea, lakini kihakikishe kwa macho yake makubwa na masikio makubwa kilete wagombea ambao wanaokubalika kwenye jamii husika kwa nafasi husika inayohitajika ili kupunguza gharama za uchaguzi na misuguano. Kwa sababu unavopeleka bidhaa inapohitajika na wananchi wanamhitaji yule mtu, hapatokuwa na vurugu. Kwa hiyo chama kihakikishe kwamba kiheshimu maoni ya wananchi, lakini kiheshimu maoni ya wapiga kura wa kura za maoni, kwamba wanamtaka mtu fulani, waangalie kama hana matatizo ni vizuri wamrudishe ili kusudi aende kupambana na vyama vingine vya upinzani. Tuhakikishe tunaangalia chama kwanza, mtu baadaye. Kwa sababu tukifanya hivyo, lakini tukiangalia mtu kwanza chama baadaye, tutapata shida. Baadaye hapa sio mkoa wa Tabora tunaweza tukapeleka sehemu mtu akubaliki, sisi wote tukaenda kuomba kura, tumevua mashati kuhakikisha kwamba chama kinashinda. Kwa nini? Kama kuna mtu anauzika, anakubalika, kura za maoni zimempenda, hana doa lolote, kwa nini chama kisimrudishe? Mimi niombe na niwasihi viongozi wangu wakubwa, kuanzia vikao vya uteuzi vya mwanzo mpaka vya mwisho, vijadili na vihakikishe kwamba vinaheshimu maoni ya kura za maoni. Ndio maana zilikuwepo. Ila kama mtu amefanya hila kupata zile kura za maoni, basi chama kina ngazi, kina mikono mirefu, kitajua jinsi ya kumchukulia hatua. Kwa hiyo mimi niwaombe tu viongozi wangu, twende tuhakikishe kwamba sisi tuna masikio, tuna macho, tuone, tuchunguze, na vyombo vyetu ambavyo vinatusaidia kutushauri, vitushauri bila kuwa na upendeleo.